Hi guys, nimesema siwezi nikalala kabla sijawatolea ka video cause yani ile mambo ambayo inatendeka leo inatendeka kwa haraka na kwa mapenzi ya Mungu. Yani huwezi ukaamini mtu aliyekuwa gaidi kabisa. Gaidi. Anaitwa gaidi ambaye baka anatisia. Yani hata watu wakifungwa, wakiwekwa kule gerezani yeye anaenda anawatoa kwa sababu ako na power na pesa zake. Hata futusubisi hata yeye. Kuna mahali itafika na atashikwa kwa uwezo wa Bwana. Kama huyu ni Cholea, saa hizi ndio huyo analia machozi kwa sababu ya familia yake. Kama huyu ni Cholea, saa hizi mama yake ako ndani ya box. Tena aliingia tu ni kama tu kuku ikiendea mahindi. Na huyo ni dada yake. Dada yake na yeye ndio huyo. Kumbe yani magaidi wote. Alafu kitu moja nimenotice, hata huyu mama si mchache. Huyu mama ni gaidi. Alisema kwanza kitu moja hajaongea na huyu mtoto wake. Na bagi ya Senior David si imepatikana pale na sisi tuliona ikitolewa kwa studio. Bagi na makompyuta na everything zimetolewa pale zimetolewa pale kwake. Yani lakini Mungu wa Senior David is a very powerful God. Imenifanya baka nikaenda kwa video yangu. Mahali nilisema who is Senior David. Kwa video yangu kuna video nilisema mwaka jana. Na nilisema haya mambo yote baka kuanzia last year, I think June or July. If you go on my video, I talked about this young man called Senior David. Na nikasema huyu ni kijana ambaye aliyekuwa anointed by God. Manake ukiangalia zile vitu ambazo zimetendeka sasa hivi, ni vitu ambazo zinakaa ni kama natural, zinakaa ni kama kimiujiza, lakini nataka kuambia hii ni Mungu. Huyu ni Mungu ambaye anatenda mambo haya. Mambo haya ukiangalia, yani ni mambo ambaye we mwenyewe ukiangalia na macho ya nje hauwezi ukayaelewa. Lakini ukiangalia na macho ya kiroho, ni mambo ambaye unaona, ni mambo ambaye Mungu mwenyewe ameyatenda kulingana na mapenzi yake. Kwa sababu David aliongeleshwa na Mungu. Hiyo ni kitu moja naweza sema. Na David kitu moja, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni nabii. Wewe ni King David ambaye aliua Goliathi. Saizi huyu ni Goliathi alikuwa mkubwa sana. Lakini Mungu ametumia kitu kadogo tu hivi. Yani ukitazama gari yako ilikwama. Naye Anita akapigia Charles, Officer Charles, akamwambia vile design Senior David ametoka hapa kwa nyumba. Hiyo ametoka ni design alikuwa amekasirika sana. Naye ndio huyo Officer Charles akaondoka. Akakuja akapata mahali gari imefanya nini? Imepakiwa na imekwama. Angalia naye Mungu naye ni nani? Alitumia kakijana kalikuwa hapo hivyo kafupi, kana magambut. Kakijana kalikuja kuwasaidia kusukuma gari. Kumbe kale kakijana ndio kalikuwa mwelekeo wa maono ambaye Senior David alionyesha na Mungu pale, alipiga magoti. Kijana huyo yani ametumika kama chombo. Yani alionekana chombo dhaifu. Alionekana kama chombo hakiwezi kikawafikisha mahali walikuwa wanaenda. Lakini hebu angalia, Mungu alitumia huyo, gari ikasimama, gari ikakwama, akatumia huyo kijana. Na huyo kijana ndio huyo. Ameenda, amepelekana kwa brother ya Cholea. Akaperekana. Ama alianza kwa bibi ya Cholea, mwenye mimba, kasichana. By the way nilikuwa naona kasichana kanakaa kama Msomali. Nilisikia kanaitwa Wanjiko sijui Wanjiro. Kumbe ni Kamukikuyu, lakini kalikaa kama Msomali kabisa. Kasichana karembo. Lakini nako hakakuelewa bwanake anafanya kazi gani. Hebu angalia kutoka hapo. Brother ya Cholea alijifanya gaidi, hata hawezi akasema chochote. Akakuja akanyoroswa. Ametoa maneno yote kabisa.
ndio huyo mbio akapelekana mpaka msituni mahali bibi ya Chorea alikuwa na yeye anauza bangi zake. Mama huyu naye, huyu bibi ya nani ya Chorea, bibi mrembo mutamu, ukiangalia figa yake ana figa mzuri. Hata ukiangalia mpaka Charles mwenyewe ilikuwa karibu ianze kushikwa na joto. Akiangalia hili Mahagare alikuwa ameanza kushikwa na joto. Juu bibi ni mrembo. By the way, anakaa karibu akae sura ya nani? Ya Lineti Toto. Nyinyi ambaye mnajua MP. Ni MP ule, ni MP ama alikuwa kama MCA ama MP. Kule wa huko nini Kipsigis. Lineti Toto. Anakaa ni kama dada yake. Ni vile tu ni Mkikuyu, ningeanza kuinvestigate kama huyu ni dada ya Lineti Toto. Unaona bibi mrembo lakini yeye ni gaidi. Manake yeye ako na crew, ile kazi wanafanyaga kabisa. Lakini alijifanya na yeye ni gaidi, hawezi akasema kila kitu. Amefinywa, amesema everything. Ndio hawa ganga. Mungu naye ni nani? Ametumia hiyo njia. Mpaka akawapeleka wapi? Kwa kina Mama Chorea. Mama Chorea amewaficha. Alikuwa anafikiria hawatafinishiwa Kenya. Walikuwa wanasema wataenda kufinishiwa Kumaro Tanzania, lakini kufinishiwa Kumaro ni wapi? Ni Kenya. Mama Chorea ndio huyo na maringo yake, hawezi akafungua mlango. Alafu anasema nini? Yani ana wifu kwa sababu ya huyu bibi ambaye anakuraga pesa ya kijana yake. Kumbe pesa ni za ugaidi. Na kitu moja imefanya niseme hata huyu mama ni gaidi na anajua ile kijana yake kazi anafanya. Huyu mama si ati ni innocent. Hata ako na marama kwa uso, anakaa hata yeye hii kazi ni kazi ambayo iko kwa damu. Iko kwa damu ya hii familia. Ukiangalia hata huyu msichana ukimwangalia vizuri, na yeye ni kama ako kwa hiyo damu iko ndani yake. Lakini ni story hakupeana vizuri. Hiyo story yake si kuwaiona kama hiyo ya lesbian, kama alitolewa kidney. Hiyo mimi sijaona. Sasa inaonekana hii ni nini? Wako katika yani lineage moja ya kufanya ukriminal, kufanya kazi mbaya. So ni Mungu tu ambaye atatenda. Ni Mungu tu ambaye yani ataonekana. Lakini mimi kitu nasema huyu brother ya Chorea anaonekana anaweza akachange. Anakana amehumble. Yeye baka make the mission to be even easier. Amesema everything. Yani anatoa maneno. Ako ready. Ako ready awauze wote lakini yeye abaki akiwa free. And then unaona sasa mama ya Chorea na yeye alikuwa anatuambia yeye hata ajui kijana yake, hata ajui siku ile alikuja pale nyumbani. Kwani hiyo bagi ililetwa na shetani? Hiyo bagi si walitoa pale kwa studio na iko na makompyuta. Hebu angalia Mungu wa Senior David. Yani amerudisha vitu zake zikiwa hatijatumiwa, hazijaenda kutupwa, hazijaenda kuuzwa, zimepatikana zote pale ndani. Hebu angalia huyu God. Kuna kitu moja mimi wasipuusi kutoka kwa Mungu ama kutoka kwa watu ambaye ninaaminia kuna kitu ndani yao. Ukimwangalia kama Senior David wakati alipiga magoti pale akasikia sauti ya Mungu juu. Asi alikuwa anasema alisema ati nikifanya hivyo God umesema aje? Nikisema hivyo kila kitu, ati nikisema hivyo God, nikifanya hivyo kila kitu itakuwa salama. Akaambiwa ndio. Sisi hatu kusikia sauti ya God, lakini alikuwa na communicate na God. Na aliambiwa akifanya hivyo kila kitu itakuwa salama. So this is God we are still serving because he heard the voice of God. Na hapo hivyo tit for tat is a fair game and it is truth. Sasa hebu angalia familia yote ya Chorea, mama, bibi yake ya Chorea, brother, sister kwanza amejileta mwenyewe. Na mjue kweli Mungu anafanyaga kazi. Huyo mwanamke halikuwa hajui kama kuna wageni, halikuwa hajui kama kuna kama bibi ya Chorea ako pale, na wanaonekana wanamchukia wote kwa sababu wanaona kama yeye ndiye anachukua pesa zao. And then another thing, vile alikuja
alikuja alijua tu Senior David. Aliangalia tu Senior David. Akawa tu ameona hii sura ni saa iona mahali. Ndio akaanza kustuka mara moja. Hebu angalia wote wameletwa pamoja hivi. Yaani Mungu akisema kitu lazima atende, lazima ataitenda. Ataleta kila kitu hivi, aiweke kwenye mwangaza. Ndio mimi huwa kitu kimoja huwa nasema. Ukiwa pia unafanya mambo yako kwa siri. Hiyo mambo yote utaifanya kwa siri, lakini Mungu siku ile atataka akuaibisha mbele ya dunia yote, lazima atakuaibisha. Mungu siku ile atasema hii ni siku yako, nataka kukuleta mbele ya watu. Yaani ama hii uharifu ambao uko nayo lazima uishe, lazima atatenda hapo hivyo. Anakujaga, analeta kila kitu na inakuwa kwa mwangaza. So kuna message ya dada mwingine hapa hivi nimeona na imenifurahisha sana, anaitwa Naomi. And anaitwa Naomi, hiyo tu ndio jina yake nimeona hapa hivi, na hiyo message yake nimefurahia sana vile ameandika. Amesema wenye wanasomanga Biblia wakati Farao alienda kutafutia wana wa Israeli maaskari wake wote, Mungu akawamalizia kwa Red Sea. Farao alikonfess akasema ametambua Mungu wa Musa ni Mungu sasa chorea, lazima akonfesi Mungu wa Senior David ni Mungu. Mafans wa Senior David tusema amen. Ebu hata mimi nitawaambia mseme amen, si ndio? Nitawaambia mseme. Hii message nimeiona nikasema I have to read it for you guys. Alafu kuna nyingine pia nimeona, sijui kama nimeiweka hapa hivi. Haya, kuna message nyingine hapa ni ya Finicet Tuambua. Amesema neno la Mungu lazima litimie. Apandacho mtu lazima atafuna. Cholea anafuna 100 times what he did to God's people. Alafu Bible inasema tena, do not touch the God is anointed. Kanono is anointed. Kanono is David. Kanono, you are very anointed. And that is the thing I said 1 year ago. Kanono, you are blessed. You are anointed. And that is why wakienda hivi waende hivi wanapata. Hata nakumbuka kuna kitu moja, nakumbuka wakati Chorea alikuwa amemsika pale msituni wakiwa na njage. Kanono mara moja tu alipata tu nafasi tu na akaenda mbio. Senior David ni kafupi, alafu ni kanono, si mimi nimesema, si wanasema hivyo. Kalichomoka tu hivi baka ungesema ni Usain Bolt. Mnakumbuka nyinyi Chorea alisema nini? Kama mnakumbuka vizuri, Chorea kuna kitu alisema, na alisema hivi, hawa watu ni kama wanatumiaga dope. Sijui dope. Hawa watu ni kama wanatumiaga dope. How comes? Sasa ameendaje? Alisema hivyo, hawa watu ni kama wanatumiaga nini? Dope. So we have to remember that the word of God is true. And amen. The word of God will never fail. Neno la Mungu ni kubwa zaidi. Na kitu moja nasema, Senior David hajawahi mudhihaki Mungu. Hajawahi, kuna madaktari wengi ameambiwa waite. Madaktari, sijui hawa wakutibu, hawa waganga. Kuna hawa wengine sijui ameambiwa sijui nini na nini. Lakini hajakubali kumuita mtu yoyote mganga. Alisema atasimama na God. Atasimama na God. Na huyu Mungu amesimama na yeye. Hebu muangalie vile anampigania. Hii vita amempigania. Na kwa kweli tutaona kila kitu itakuja na itakuwa salama. Either hawa watu waokoke ama wafinishiwe Kumaro. Either waende wakaokoke Tanzania. Mahali wamejenga mabungaro na mamashonet. Either waende wakaokoke huko ama waokoke Kenya. Manake sisi wote ni watu wa Mungu, na mimi najua Mungu akisema kweli atakubariki, lazima atakubariki. Na Mungu akisema lazima atakuonekania, lazima atakuonekania, si ndio? So God is so good. Wote wameletwa pamoja, ni kama walikuwa nakuja kukula chakula kama mbembe. Inaitwa aje? Kukula maharagwe. Si unakumbuka kuku, mkifungulia kuku kuna vile wote wanaendaga laini moja mpaka wanaingia kama ile nini yao. Sasa hao wote wamejileta kamoja kwa moja. Kitu moja nashukuru Mungu alitumia. Kale kijana kafupi kalikuwa na gumboot. Kale kalikuwa kanaongea, mimi nitawapeleka kila mahali.
Haki mkubwa msiniue. I hope wako kakijana saizi bado kako mahali kamefungiwa ndio kasitoe maneno, ama kako mahali lakini kataokoka, Mungu akasaidie hata kasiuliwe. Mungu, yani naomba tu Mungu akasaidie, kwa sababu Mungu alikatumia kama chombo dhaifu, lakini kamekuja aka ndio kamepeana direction zote. Lakini mama ya Cholea pia yeye ni gaidi tena mkubwa. Mliona mpaka vitu zimepatikana kwa nyumba yake. Zile vitu wanatumia madawa za kujidunga zilikuwa kwa nyumba ambazo kina Champe wanajidungwa kule, ambacho wanadungwa wengine wanakufa wanakuwa machizi, zimepatikana kwa mama yake. Alikuwa ziko huko zikifanya nini? Na kama ziko huko na ni nyumba yake na anashinda every day, each and every day, mbona asijue? So huyu ni gaidi na hii ni familia ya magaidi. Either wa repent waokoke, lakini hapa hivi kuna mambo mengi sana 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 sana. This is what I say is a lesson. We are learning a lesson. We are learning something. This is not only the true story we are seeing, but we are learning something, because through true story kuna ile kitu pia mtu anasoma, like my story, you know. Kuna vitu nyingi watu wanasoma kupitia kwa my true story, manake kuna vitu ambazo utasikia nilipitia, na wakati nilipitia niko mahali niko na inaweza kukupea moyo. So kama hii hapa hivi, you are learning a story. So if you are there and you are planning to do kazi ya ugaidi, uachane nayo, manake haya ndio mambo utapatana nayo na itakuangamiza, iangamiza familia yako, iangaishe kila ukoo wako wote. Alafu hamutaweza kuenda nchi nyingine, manake Mungu atawakata miguu wote. Anyway, kuweni na usiku mwema. Hapa kwetu ni usiku na kwenye ni usiku na ni midnight. Bye bye.